Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu tena. Tawala kuhusu habari ya nguvu ya neno unapoliishi na unapolihubiri au kulitamka. Ukitaka kuhubiri neno la Mungu lazima uwe umeliishi kwanza ndipo uliseme. Unachokiongea kitokee moyoni kwanza. Ni kama unajieleza vile ambavyo limekupitisha likakutoa. Yohana 1:14, neno akavaa mwili akakaa kwetu, tukaona utukufu wa Mungu, amejaa neema na kweli. Neno lina nguvu kwa mujibu wa Ibrania mlango wa 4:12, ni kama nyundo, ni upanga lijepesi kuyajua makusudi ya moyo, na hakuna kitu ambacho akikuwa wazi mbele zake, vyote viko utupu na kufunuliwa. Hatuhitaji kulitetea, lenyewe linatosha kujitetea. Unapaswa kuliishi, maana ni moto ulao. Kwa hiyo katika maandiko ukisoma kitabu cha Korinto wa pili 5:15 nasema, naye alikufa kwa ajili ya watu walio hai, wasio hai kwa nafsi zao, bali kwake aliwafia. Paulo ameeleza kwamba si mimi naishi, bali ni Kristo ndani mwangu anaishi, kumaanisha kwamba usilihubiri kabla alijakuhubiri, na ili uweze kulihubiri watu wakakusikia vema, kwa sababu ukishaliishi watu wanasikia sauti ndani ya mahubiri, wanapata chakula ndani ya mahubiri. Sasa elewa vizuri katika sentensi mahali hapa. Kwa maana yake ni kwamba ni nini? Kitabu cha Yohana 12:23 inasema, chembe ya ngano isipoenda kwenye ardhi ikafa, hubaki hali hiyo hiyo, lakini ikifa hutoa mazao mengi. Kwa hiyo Mungu unapohubiri mafundisho maandiko alafu hujaishi, Mungu hapati kitu, kwa sababu lazima. Korinto wa pili mlango wa 3:6 nasema, si kwa andiko bali kwa neno, bali kwa neno, sababu andiko la roho na uisha. Kwa lazima tuliishi neno na tulihubiri neno. Usiishi maisha ambayo unawaambia watu wengine hapo ufanye. Anasema usioshe kikombe kwa nje, osha kikombe kwa ndani. Mafarisayo akaambiwa na Yesu kwamba osheni kikombe kwa ndani na si kwa nje. Shalom, shalom.